fahamu ya kwamba hii ni Tanga. Kama ilivyokuwa desturi na ada ya Tanga, huwa kuna ukaribisho tu na hakuna muagano, kwa maana ya kuagana. Karibu sana Tanga, kwa sababu Tanga waja leo, kuondoka majaliwa. Neno Tanga raha au karibu Tanga, haya ni maneno ambayo wazee wetu huko azali waliyaabiri kama ishara na kumlaki au kumkaribisha mgeni ajaye Tanga. Kwa hiyo nawe karibu hapa uweze kujua mengi yanayohusiana na Tanga. Na hapa nipo maeneo ya Masjid Fathi. Msikiti huu historia yake ni kwamba hapo awali, kabla ya kuwa msikiti, ulikuwa ni sehemu ya klabu au sehemu ya kasino au sehemu ya kustarehe ama disco kwa lugha nyingine. Lakini baada ya hapo watu wakaungana wenye fikra pana kwa ajili ya kuweza kuibadilisha, wakawekeza, lakini pia kadhalika na kununua eneo hili, kulibadilisha kutoka katika sehemu ya anasa na kuileta katika msikiti. Hakika ni jambo zuri kabisa, na ndio maana limeswadifu jina la Fathi, kwa maana ya watu wanafungua sasa kutoka katika eneo jingine. Mimi ni Abdallah Ngereza, safiri nami niweze kuzungumza na wenyeji wangu katika Africa TV imepita hapa. Historia hapa palikuwa kuna baa. Basi Mwenyezi Mungu akajalia katika nusura kanunuliwa kabla msikiti. Basi historia yake ni hiyo. Mashaallah, vizuri sana. Uelewa ni huo waliozungumza hapo kuhusu historia ya hapa, kama zamani ilikuwa ni sehemu ni baa, lakini baadaye mtu mmoja Mwenyezi Mungu alomjalia taufiki akabadilisha kama hivyo unavyoona hapa sasa. Mashaallah. Ni vyema zaidi. Ngoja zungumze na mzee wangu hapa naye tuweze kupata maneno mawili matatu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Salam. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Salim. Salim. Naam. Salim nani? Salim Nemo Salim. Salim Nemo, mashaallah. Wewe mwenyeji wetu. Mimi ni mwenyeji wa hapa Duga. Mashaallah. Kwa maana umezaliwa hapa hapa? Hapana. Nimezaliwa nje hapa Duga, lakini nimeishi hapa kwa muda mrefu kidogo, kama miaka 15. Mashaallah. Wakati msikiti huu unabadilishwa kutoka baa kwenda msikiti, ulishuhudia? Nilikuwepo katika maeneo haya. Ilikuwaje? Ni mabadiliko tu kutoka kwenye kuwa ni baa ya mtaani mpaka kuja kuwa kwa msikiti. Kwa hiyo huyo aliyekuwa akimiliki hiyo baa, sijajua kama mwenyewe alishindwa au alishawishiwa au alibadilisha tu mwenyewe, sijajua, lakini alitokea mtu mwingine ndo akaja akanunua hilo eneo, na alivyonunua yeye akalifanya fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akasema hapa badala ya shughuli hii ya biashara ya baa, sasa nimepafanya pale ni mahali pa msikiti. Kwa hiyo na sisi kwa sababu ni wenyeji wa karibu wa eneo hili, sisi tukamunga mkono, tukashukuru kwa sababu tupate unafuu mahali pa kufanya ibada. Kwa hiyo tokea wakati huo pamekuwa ni mahali pa ibada. Kwa hiyo majirani walikuwa Waislamu, walikuwa Waislamu wameshukuru kwa sababu palikuwa pana fujo nyingi sana. Mashaallah. Kwa hiyo imekuwa neema kidogo katika eneo hili.